Halo. Biblia inasema andika agano. Kwamba shauku yetu ni kwamba kwenye maisha tunayoishi, kwamba kwenye hiki kizazi tulicho nacho, katika wakati huo ambao Mungu ametuweka, Mungu anachotamani ni kuona tofauti kati ya wewe, mtu ambaye Mungu ameweka agano na wewe, na yule ambaye hana agano na Mungu. Kwamba mwenye agano na Mungu na asiyekuwa na agano na Mungu, lazima tofauti ionekane. Lazima tofauti iwepo. Kwamba Mungu anachotaka ni kuona tofauti. Wewe ukiwa tofauti na yule ambaye hana agano na Mungu, ni rahisi kuwa tofauti katika jamii, ni rahisi kuwa tofauti katika mazingira, ni rahisi kuwa tofauti maeneo mbalimbali yanayokuzunguka. Kwamba lazima tofauti ionekane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nachotamani uelewe ni kwamba Mungu ameweka agano na wewe. Liko agano ambalo Mungu ameweka na maisha yako. Liko agano ambalo Mungu ameweka kwako. Ziko ahadi, na kama tunavyoelewa kwenye kila agano kuna ahadi. Hakuna agano ambalo halina ahadi. Na kwa sababu liko ahadi, ziko ahadi za Mungu kwa ajili yako. Kupitia hizo ahadi za Mungu, Mungu anataka ionekane tofauti ya wewe na wengine ambao hawana ahadi za Mungu. Haleluya, namjengelewa. Nachomaanisha ni hiki wapendwa. Nachotamani mtu wa Mungu, usije kwenye madhabahu kwa mazoea. Usiende kanisani kwa mazoea. Usiende kumwabudu Mungu kwa mazoea kama desturi. Lazima iwepo tofauti. Na hiyo tofauti itatenganishwa na ahadi za Mungu ambazo ameachilia juu yako. Tofauti ya kati ya mtu ambaye hana agano. Tofauti kati ya wewe na mtu ambaye hana agano na Mungu. Maana ni zile ahadi ambazo Bwana ameachilia kwako. Zile ahadi ambazo Mungu amekuahidi. Kwa sababu hakuna agano ambalo halina ahadi. Kama tunavyoelewa, hata wale wanaofunga ndoa wanaweka agano la ndoa, lakini wanaweka ahadi kwamba wewe Bwana kupitia ndoa hii kuanzia leo 1, 2, 3 kuna ahadi zinapita hapo. Kama vile ambapo wengine wanapoweka agano la biashara, unapoweka agano la biashara kuna ahadi zinawekwa kwa ajili ya hiyo biashara. Na ndicho ambacho Mungu anasimamia. Anasema aliniahidi hivi, anasema aliniambia hivi, anasema kwamba ahadi yake kwangu ni hii, kwa sababu ndani ya agano kuna ahadi. Haleluya! Ndani ya agano ziko ahadi za Bwana. Na ndio maana shauku yangu mchana leo, natamani uone kwamba Mungu amefanya agano na maisha yako. Mungu amefanya agano na wewe, na sababu amefanya agano na wewe, ziko ahadi za Bwana. Ziko ahadi za Bwana kwenye hilo agano ambalo Mungu ameweka na maisha yako. Ziko ahadi za Bwana kwenye hilo agano ambalo Bwana ameweka na wewe. Haleluya, haleluya. Ahadi za Bwana ziko maisha yetu. Alafu ahadi za Bwana ni za milele. Ahadi za Bwana zina utoshelevu. Ahadi za Bwana zina uaminifu. Ni kweli kwenye maagano, wakati mwingine yako maagano ambayo ahadi zake zinavunjika. Wako watu wanaweka agano la kuoana, alafu agano linavunjika. Wako watu wanaweka maagano ya biashara alafu yanavunjika na wala yasitimie. Lakini kwa Mungu ambaye tunamwabudu, wapendwa, haiko hivyo. Ahadi zake ni za milele. Alichosema lazima kitokee. Alichosema na wewe, alichokuahidia lazima kitimie. Ndio furaha nilionayo na ujasiri nilionao mchana leo, kwamba ahadi ambazo Bwana ameziahidi kwako lazima zitatimia, lazima zitaonekana, lazima utaona matokeo ya Mungu kuwa kwenye maisha yako. Lazima utaona matokeo ya Mungu kuwa na wewe. Lazima uone, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Yeye sio mwanadamu atasema uongo. Hata kama kuna wengine waliovunja ahadi na wewe, lakini Bwana hawezi kuvunja ahadi na wewe, hawezi kuvunja agano lake na wewe. Hawezi. Neno la Mungu linaweka wazi, wapendwa, linasema mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake, mwanamke anaweza kumwacha mtoto wake, lakini Mungu hawezi kukuacha. Lakini